Nazo ni kesi za ugaidi na chini ya maelezo ambayo wameleta na maombi ya kiongozi wa mashtaka ni kwamba wanachunguza kama kujihusisha na uhalifu wowote wa kigaidi ama terrorism. Sio yale sawa na una haki ya kujulisha maana hata zimeletwa kupewa wakati sasa. Mimi nilikuwa nimeenda kwa attend hawa watu, si hapa na timu nyingine uelewe vizuri kama ujibu. Yes, hatujafika wakati haujashtakiwa wote na kusema kwa wanaomba wakati wa kuchunguza kama wanahusika. Sasa nasema hivyo na wewe jana hata nilikuwa kotini na kulikuwa kuna order na produced baada walienda kuomba ya kwamba waende wakachunguze makazi yetu na wakapewa 10 days. Na kinachonishangaza ni kwamba mimi nimetolewa tena kwenye grupu ile, nimeunganishwa na grupu nyingine na nimefikishwa Mtwapa police station na Mtwapa mahakamani, na ile hali tayari nilikuwa kule jana, hata juzi nilikuwa kotini kwa ajili ya jambo hili. Yameletwa mahakamani na ni karatasi ambayo nimeshika ambayo ni ya tarehe 27 mwezi mwaka huu, ambapo pana maombi, na katika hili karatasi uchunguzi wa kesi ndio ameileta mahakamani, ambaye anaitwa PC Kevin Otieno. Na katika maombi ambayo yameletwa mahakamani ni kuwa nyinyi watano muweze kuzuiliwa kwa nyinyi wote mkoa muweze kuzuiliwa na kwa siku 5 katika Mtwapa police station. Mtwapa police station Na sababu ya ombi hilo ni kwamba anafanya uchunguzi kwa makosa tofauti ambayo anakusudiwa anadaiwa kuwa yalitendeka katika eneo ambayo makosa tofauti ambayo baadhi ya makosa au yanachunguza ambayo imetishia usalama wa nchi. Wanadaiwa kuwa watu wengi wamepatikana kuwa wamefariki. Hii ni baada ya kupata mafunzo ambayo yaliweza kuwapatia mawazo ya aina fulani. Mawazo ndio yanayochunguzwa, na pia watu waliweza kupoteza uzima wa mwili, wengi wao wakiwa afya zao zimedhoofika sana. Na mambo ya kuleta na kufikia sasa uchunguzi hujakamilika, bado unaendelea, ambapo afisa wa polisi wanaendelea kuchukua miili ambayo inapatikana katika eneo na mwangaza hilo utaji ya uchunguzi. Kwa hiyo uchunguzi ambao ni wa sasa unaonyesha kuwa nyinyi kwa njia moja au nyingine mlihusika kwa watu hawa
kwa nyinyi mlihusika kwa kuhakikisha watu hao ambao wametajwa katika line ya 7 na paragraph 7 kwa watu 20 mlihakikisha kuwa wamekosa afya na wamefikia kufa kwa kukosa chakula. Na pia nyinyi na wengine ambao hawajafika mahakamani leo mlihusika kwa kupanga na kutekeleza kitendo hicho, na ambacho kufikia sasa linaonyesha kuwa watu 98 wamefikia kufariki. Na babu amona bantu bakia kotini ngo kwenye watamwita kimatozo jatomeka ntubangi mirongo 9 na banana bagashia mundu wao kana bakuwa. Kwa sasa ombi letu kwa mahakama ni kuwa nyinyi msiweze kupatiwa bondi au cash bail, kwa sababu nyinyi mkitoka nje mnaweza kuumizwa na wakaaji wa pale mlipotoka, au kuna uwezekano mkubwa kuwa unaweza kujihusisha na kuwapotosha zaidi wale watu ambao wamepatikana na wanaweza kuwa washahidi. Na hii ni kwa sababu kuwa hao ni watu mliishi pamoja na pia mlishiriki pamoja kwa vitendo vya pale kijijini, na kwa hiyo mnawajua vyema na wanawajua vyema. Usalama wenu na usalama wale waliobaki pale kijijini ni ombi letu kuwa nyinyi muweze kuzuiliwa kwa siku 5, uchunguzi ukamilike, na kuna ushahidi ambao unaonyesha kuwa kuna uwezekano wa iwapo uchunguzi utakamilika utaweza kushtakiwa. Maombi haya yanaletwa kufuatia vile katiba ya Kenya inapotuagiza wote kuwa ni haki yenu kufikishwa mahakamani na kujulishwa ni kwa nini utaweza kuendelea kuzuiliwa na ni sababu gani uliweza kukamatwa. Kwa hiyo kwa sasa tumefuata katiba, na ndio maana tunaomba wote iweze kuendelea kuwazuia kulingana na sheria za Kenya.